kuuza na anaenda kuuza, lakini wakati marafiki wake wote waliuliwa, yeye tu ndo alibaki mahali pale. Na kwa nini Mungu alimbakisha? Kwa ajili kuna kazi ama kuna ile calling ambayo ilikuwa ndani mwake. Kwa hivyo ile mambo alipitia siku hizi ama siku leo ni ya testimony ama ni ya living testimony. Kwa hivyo anasimama mbele ya watu, anawaambia crime ni mbaya, anawaambia kuwa mwizi ni mbaya. Kwa hivyo number one, God uses such people because of their testimony. Pia sisi ukiangalia ile mashida tu ambayo tumepitia, tutakuja kuwa testimony kwa watu wengine. Yenyewe tutakuja kuambia yenyewe Mungu anaokoanga. Yenyewe mimi nilikuwa na mraibu wa madawa za kulevya, mimi nilikuwa mtu wa kukunywa pombe, kanusu. Lakini wakati nilikutana na huyu Mungu amenibadilisha na Mungu ameweza kunibariki. Number two, because they know the cost of sin. Kwa hivyo wanajua gharama ya dhambi, kwa maana wamepitia. Wengi wao wako katika majela, wengi wao ni wagonjwa siku ya leo. Wako na magonjwa, walilipia gharama kupitia kwa magonjwa, na walifika mahali wakasema ya kwamba Mungu, naomba uniponye nami nitakutumikia. Kuna wengi wamefika mahali hapo. Sasa kuna mwingine alikuwa karibu auliwe na mob kwa ajili alikuwa mwizi, lakini ile hali ya kuchapwa na mob, ile hali ya kuwekwa ya kupigwa ngumi na mataya, alifika mahali akasema Mungu niokoe nami nitakutumikia, na siku ya leo anamtumikia Mungu. Kwa hivyo wao wanajua ile gharama ya dhambi, kwa hivyo wanajua ile mambo walipitia. Kwa hivyo ndio maana siku ya leo ni testimony. Kwa hivyo wakati wameona ati umeingia hii mambo, wanajua kwamba hii ni hatari ama kuna hatari mbele yako, kwa maana utakuja kulipia. Number 3, because God gets maximum glory, kwa maana Mungu anapatanga utukufu. Kwa hivyo when God changes a criminal, everyone knows it is God. Kwa hivyo wakati pia umeona gangster ama wakati umeona pia gang member mahali pale, wanasemanga enyewe ni Mungu aliniokoa. Mimi nilikuwa mwizi, mimi nilikuwa nafanya mambo ya sherati. Sasa kuna mwimbaji bado alikuwa anafanya mambo ya sherati, na siku hizi anasimamanga anasema ni Mungu aliniokoa mahali pale. Kuna pia wengi walianza mahali pale, maisha iliwapiga wakaingia mambo na hii mambo ya uovu, na wakasema yenyewe ni Mungu aliniokoa mahali pale. Kwa hivyo huwa anasimama mbele ya watu na utukufu unaendaga kwa Mungu. Kwa hivyo iko somo refu, kwa hivyo nikimalizia niseme, if God used a murderer to deliver a nation, if God used a rejected boy to rule a kingdom, if God used a devil worshipper to restore true worship, if God used a church killer to build the church, bado wewe ambaye unaniangalia mahali pale haujachelewa. Labda kuna ile crime ama kuna ile kitu ambayo unafanya mahali pale, bado haujachelewa, bado haujaharibika sana, na bado hujapotea sana. Kwa hivyo rudi kwa Yesu. Wewe ambaye unafanya crime, wewe ambaye unauza madawa, labda kuna crime yote, labda ni usherati, labda ni uaji, labda ni kupiga ngeta, rudi kwa Yesu kabla hajakukamata, na kabla haujalipa gharama ya hiyo dhambi. Mbarikiwe. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Praise Jesus again. So far so good. Hivyo ningependa pia ku appreciate our spiritual father kwa ule mwongozo pia ametupa ya maombezi, na pia tukaombea hatima zetu, na pia tukaombea kutembea kwa haraka. Hiyo mambo ambayo ilikuwa ifanyike kwa miaka ifanyike kwa miezi na pia masiku. Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu kwa huo mwelekeo, na namwambia ni asante. Pia namshukuru Mungu, namwambia ni asante kwa wema wake, kwa fadhili zake na rehema zake. Na nimesema ni fadhili za Mungu ama ni rehema za Mungu zimeweza kutushikilia mahali tumefika. Ni rehema na fadhili za Mungu. Kuna gift ama kuna zawadi ambayo iliyoko kuu kuliko fedha na dhahabu. Hiyo gift inaitwa mercy ama fadhili na rehema. Kwa hivyo kabla sijaanza, niko na testimony ambayo pia ningependa pia kushare na nini. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nasema asante
kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wake, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. So siku ya leo nataka kumshukuru Mungu, nataka kumwambia ni asante pia kwa hiyo fasting vile nimeenda. Acha nimshukuru Mungu pia nimwambie ni asante kwa maana zile vidonda ambazo zilikuwa zinanisumbua za ulcers hazikunisumbua. Ni vile tu zilianza jana, shetani alikuwa amejaribu kupenya njia ya kuweza kuziamusha, lakini mimi namshukuru Mungu, namwambia ni asante kwa kuweza kuniokoa mahala pale. So today I want to stand before God and before men and to testify that God had healed me. God has healed. Kwa hivyo Mungu ameniponya hiyo ugonjwa ambao ulikuwa na miaka 9, 9 good years. Ilianza nikiwa form 4. Mungu ameweza kuniponya. Ndio wakati wa Mungu ukifika, hakuna kitu kinaweza mzuia. Kwa hivyo pia jana kulikuwa na zile masauti ati sijui ati kitu imeinuka, nitatoaje ushuhuda ama sitatoa ushuhuda. Kwa hivyo hiyo ilikuwa njia ya shetani ya kwamba nisiweze kutoa ushuhuda, kwa maana wakati umepeana thanksgiving ama wakati umetoa gratitude kwa Mungu, kuna milango inafunguka. Ukiangalia kama akina Paul na Sila waliomba wakamshukuru Mungu, milango ikaanza. Kwa hivyo shetani alikuwa anataka kunizuia ili nisiweze kumshukuru, ili nisiweze kuinua jina lake, ili ugonjwa ukue, yani uzidi kunikandamiza. Lakini namshukuru Mungu pia, namwambia ni asante kwa kuniponya ugonjwa ambao ulikuwa umegharimu madawa. Yani unachukua pills 2 za omesa karibu kila siku, unakula carrot, hakuna kitu linafanyika. Lakini namshukuru Mungu, namwambia ni asante. Kwa hivyo when medicine failed, Jesus stayed. Kwa hivyo wakati pia wakati dawa zilikataa, Yesu aliweza kustep in, ama Yesu aliweza kunitangulia na akaweza kuniponya. Kwa hivyo sifa na utukufu ziweze kumrudia Yesu. Psalms 107:20 inasema kwamba he sent his word and healed them, kwamba alituma neno lake na wakaweza kuponywa. Kwa hivyo Mungu alinena neno lake na akaweza kuniponya. Kwa hivyo sifa na utukufu ziweze kumrudia. Kwa hivyo today I'm testifying that Jesus has healed me. All the glory and all the praises back to him. Amen. Kwa hivyo leo niko na sermon ningependa kushare na nyinyi, ama word I'd like to share with you: from broken men to mighty warriors. From broken men to mighty warriors. From broken men to mighty warriors. Kwa hii inasimulia mambo ya Daudi. Wale majamaa walikuwa na wao walikuwa distress, walikuwa yani discontented, walikuwa yani walikuwa wamepigwa na maisha, walikuwa wamepigwa na madhoruba, wakawa wamevunjika moyo, lakini walitoka wakiwa mashujaa mahali pale. Kwa hivyo theme yake ama utangulizi wake ni God uses broken men for his glory. Kwa hivyo Mungu anatumianga ile mioyo ama wale watu waliovunjwa na dunia, wale watu waliokataliwa, wale watu waliodharauliwa kwa utukufu wake. Kwa hivyo God doesn't start with strong. Kwa hivyo Mungu huanzi na watu walio wajasiri, watu walio na nguvu, watu waliofika mpaka university, watu walio na cheti, watu wamefika yani wako perfect, yani maisha yao kwa mzuri. Hapana, Mungu anaanzanga na wale watu walio wadhaifu, wale ambao wamedharauliwa, wale ambao ni maskini. Hao ndio Mungu huwa anaanzana. Kwa hivyo God doesn't wait for perfect men. God doesn't look for men who have never failed. God doesn't look for famous educated men. God specializes to take broken men and turning them into mighty warriors. Kama vile nimesimulia kwamba Mungu atumiangi wale watu walio na nguvu, wale watu wako na cheti, wale watu wamefika university. Mungu anatumianga wale mioyo iliyo dhaifu, anaichukua, anaitengeneza katika pango, na baadaye anakuja kuwatumia kama ama wanaonekana kama the mighty warriors, ama watu wa maana sana katika society. When man sees brokenness, God sees potential. Kwa hivyo wakati binadamu anaona wewe hakuna kitu unaweza jifanyia, wakati binadamu anaona wewe ni lini utakuja kujisaidia, Mungu anaonanga unaweza, na Mungu anaonanga wewe ni mkamilifu. When man even sees disqualification, God sees. Kwa hivyo pia wakati watu wanakuona uwezi hubiri, wakati watu wanakuona kwamba sasa wewe unajiita mchungaji wa sangapi, lakini Mungu anaonanga mwito. When man even sees rejection,
rejection, God sees usefulness. Kama Daudi alikuwa amerejectiwa, alikuwa amedharauliwa, lakini Mungu aliona kwamba atakuja kutumika. Kwa hivyo many people think that God uses perfect people, but God uses those men that are broken, those men that are humble, those men that are ready to surrender before him. Kwa hivyo hata ukiangalia kutoka mwanzo wa Biblia, Mungu ameisha kitumia hawa watu, akina Daudi, akina Yusufu, wao watu walipitia, akina Hana, wao watu, akina Abrahamu, wao watu ambao yani walikuwa wamedunishwa na society, walikuwa wamedharauliwa na watu. Hawa ndio Mungu alikuja kujitukuza na. Kwa hivyo God often chooses men who are wounded, rejected, murderers, afraid, sinful or forgotten. Kwa hivyo Mungu anatumianga watu ambao wako rejected, watu ambao wanaona kwamba mimi siwezi. Hawa ndio watu huwa anatumia. Kwa hivyo today message is for those that have been rejected, have been forgotten, have been betrayed, have been wounded and misunderstood. Kwa hivyo brokenness is not a curse, it is a calling. Kwa hivyo katika ile hali ya kuvunjwa, usione ni kama kulaaniwa, usione ni kama Mungu amekusahau. Jua kwamba uko katika njia ya mwito. Pain isn't punishment, is preparation. Kwa hivyo wakati umepata uchungu, jua kwamba si hajakusahau, ni kuandaliwa, unaandaliwa. Tears are not defeat. Kwa hivyo wakati umelia pia ile machozi ya Mungu, kwa nini umeniachilia? Mungu, kwa nini hii na hii itendeke? Hapana, hizo ni mbegu unapanda za maombi na kufika katika hatima yako. Kwa hivyo my main text ni 1 Samuel 22:1-2. David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. So when his brothers and all his father heard, they went down there to him, and everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he became captain over them, and these were about 400 men with him. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba Daudi alipatana na watu ambao walikuwa wamevunjika moyo. Wao ni wanaume ambao walikuwa wamefika mwisho, walikuwa yani na madeni, walikuwa emotionally broken, walikuwa spiritually broken, yani walikuwa wamefika yani mwisho, walikuwa outcast, walikuwa rejected, but out of them God made them to be mighty warriors, ambao tunaona walipigania Daudi na wakaweza kuleta ushindi katika ule mji wa wana Israeli. Kwa hivyo but God gathered them into the cave. Kwa hivyo Mungu akaelekeza katika pango ya Adulamu, not to kill them, not to shame them, not to bury them, but to train them. Kwa hivyo wakaingishwa katika pango ya Adulamu, kurekebishwa, kutayarishwa na kuweza pia kujengwa mahali pale. Na ndio leta tunaona wao were the men that killed lions, they defeated giants, they conquered armies. Ya kwamba mtu mmoja aliweza kuua watu 800, mtu mmoja yani aliweza kuua pia simba na wana Filisti mahali pale. Yani hata wakati Daudi alisema ati nataka kukunywa maji, wani watu walikuwa yani watu watatu wanaitwa the elite, watu ambao ni washujaa, ambao ni wa majemedari, waliweza na wakaenda kwa maadui ama mji wa maadui na wakaweza kumletea maji mahali pale. Kwa hivyo waliingia kwa cave wakiwa watu broken, lakini walitoka wakiwa warriors mahali pale. Kwa hivyo why God uses broken men? Kwa nini Mungu anatumianga watu ambao wamekataliwa na society, watu ambao yani wamepitiwa mashida, wako rejected, wako outcast, watu ambao yani wamepitia mashida mingi. Number 1, broken men know them. Kwa hivyo wanajuanga ya kwamba nahitaji Mungu. Pride inasema ya kwamba mimi naweza, lakini a humble heart inasema kwamba mimi siwezi. Kwa hivyo wanajuanga kwamba mimi nahitaji Mungu. Kwa hivyo mimi siwezi bila Mungu. Kwa hivyo wakati umevunjwa unajuanga kwamba mimi siwezi peke yangu. Ni Mungu, mimi nahitaji Mungu kila saa, kila dakika, mimi nahitaji Mungu. James 4:6 inasema God resists the proud but God gives grace to the humble. Kwamba Mungu huwa anachukia wale ambao ni wa kujiinua ama wale ambao ni wa majigamba, lakini wale ambao ni humble ama wale ambao ni wa mioyo nyenyekevu anapatianga ama anazidishia neema. Number 2, broken men are teachable. Wako ready kulearn, wako ready kukaa chini ya mtu na kuweza pia kulearn. Kwa hivyo a full cup cannot be filled, but an empty cup can
can receive. Kwa hivyo wakati pia kikombe kimejaa hakiwezi receive kwa maana kimejaa, lakini wakati kiko empty, hivyo ndivyo broken men are. Kwa hivyo wako ready kulearn, wako ready kusikia, wako ready pia kubi corrected ama kubi taught. Kwa hivyo broken men have no reputation to protect. Kwa hivyo mwenye pride anasema kwamba watu watasema nini, lakini mwenye hana hiyo, mwenye ako na broken heart anasema kwamba Mungu fanya vile unataka. Kwa hivyo hivi ndivyo wanakuanga kwamba watu watasema nini kwa maana mali imeisha, watu watasema nini kwamba mashida iko hivi. Hapana, wanasemanga kwamba Mungu fanya vile unataka. Broken men carry compassion. Watu waliovunjwa wanakuanga na compassion. Wale ambao wamepitishwa katika kale ka process wanakuanga na compassion, kwa maana wanajua ule mtu ambaye anapitia shida, mimi ndio nilipitia. Mtu ambaye aliingia crime na akafanya hivi na hivi, pia mimi nilikuwa mahali pale na nilifanya hii crime, ama niliua na nilifanya na nilikunywa madawa hivi na hivi. Kwa hivyo anajua kwa nini huyu afanye hivi. Kwa hivyo wanakuanga na compassion ndani mwao. Examples of broken men that God. Kwa hivyo acha tuangalie wale examples ama wale mifano ya watu ambao Mungu alitumia ambao walikuwa wamevunja. David from rejected to a shepherd to a mighty king. Kwa hivyo tunaona Daudi alikataliwa na watu wake, Daudi alidharauliwa mahali pale, Daudi alikuwa amechukiwa, na Daudi alipitia mambo magumu pia mikononi mwa Saul, lakini kwa hivyo kuvunjika kwako sio mwisho wako. Wakati unaona unapitia haya mambo ama wakati unapitia haya mashida, wewe ambaye pia unajiangalilia mahali pale, labda umesikia watu wamekureject ama kuna mambo unapitia, jua kwamba si mwisho wako, ni mwanzo wako. Kwa hivyo sasa kama juzi kuna dada tulikuwa tunaongea naye pale, alikuwa ananiambia story ya vile mtu kijana moja amekunywa dawa mara ya kwanza ijamuua ya panya, amekunywa mara ya pili bado ijamuua. Kwa hivyo ukiona huyo ya kwamba ile mambo anapitia ama ile matatizo anayopitia ni inamuelekeza katika kole, ama Mungu ako na mpango, ama huo ndio mwanzo wa maisha yake. Kwa hivyo David tunaona pia Daudi bado alianguka katika mikononi mwa Bathsheba, lakini bado alikuja kutumika. Kwa hivyo kama una face rejection, kama una face opposition ama mambo ile matatizo yote, jua kwamba si mwisho wako, ni mwanzo wako. Number 2, tunaona Moses pia Mungu anatumianga pia men like Moses today. Tunaona Moses alikuwa from a murderer to a deliverer. Pia Mungu anatumianga murderers pia siku ya leo, watu ambao walioua. Mungu bado anawatumia kwa ajili ile testimony. Si tumesikiza testimony za watu, si watumishi wote ati walianzia wakiwa successful ama watumishi wengi hawajaanzia wakiwa successful ati wakiwa na maisha mazuri. Ukisikiza testimony yao, wengi wao walianza kwa crime, wengi wao walianza kuwa murderers, wengi wao walianza kwa mambo maovu, lakini Mungu akawavunja na akaweza kuwarekebisha kwa ajili ile testimony ama ya kuvumilia wale watu ambao wanakuja kusikiza kwamba labda kuna mtu ako mahali pale ameingia katika crime, labda kuna mtu ako mahali pale amekuwa akipiga ngeta. Kwa hivyo wakati anasikiza testimony ya mtumishi, pia anajengeka, pia anaanza kuwa na conviction ama kuwa na repentant heart ndani mwake. Kwa hivyo your past doesn't cancel God's future plan. Kwa hivyo ile ambayo yaliyotendeka haita cancel future plan. Kwa hivyo kama uliua, hiyo haita cancel mipango ya Mungu. Kama uliingia katika labda ulikuwa drug dealer mahali pale, ambaye unaniangalia mahali pale, hiyo si mwisho wako. Mungu ako na plan juu ya maisha yako. Kwa hivyo Apostle Paul tunaona from church killer to a gospel carrier. Tunaona pia Paul alikuwa muuaji, alikuwa anaua watu, anawateka nyara, anafunga katika magereza, lakini huo ulikuwa mwanzo wa Paul katika kutumika. Pia siku ya leo pia kuna watu ambapo wana criticize kanisa. Kuna watu wanasema ati kanisa ni biashara. Jua kwamba Mungu anaweza kutumia pia wewe uko unapatiana testimony ya kwamba nilikuwa nasema hivi na hivi, lakini I was wrong. Kwa hivyo nilikutana huyu Mungu na akaweza kunibadilisha. Na kwa hivyo from that encounter tunaona wakati Paul alipatana na light ama na ile mwangaza pale Damascus, hiyo encounter ikaweza kumchange mahali pale. Kwa hivyo siku ya leo
Labda unaweza sema wewe ambao unajiangalia mahali pale tunasema scam, ati kanisa ni scam ama kanisa ati ni biashara. Jua kwamba ni vizuri kurepent ili usielekezwe katika hiyo njia ambayo Paul alielekezwa, na ndio neno nasema kwamba aliambia huyu prophet kwamba enda umwambie hii maneno ili yani nimuonyeshe ile mambo atapitia kwa ajili ya jina langu. Number 3 another character tunaona pia ni Manasa from a devil worshipper to a changed person. Manasa alikuwa the weakest king, ama alikuwa mtu muovu sana. Alikuwa mfalme, alijenga madhabahu za kishetani, alifanya uchawi na uganga, alienda consult mediums ama wachawi, na akaweza pia kusacrifice his own children. Lakini baadaye wakati alikamatwa hivi ndipo Mungu aliweza kumbadilisha. Kwa hivyo pia siku ya leo Mungu anatumia bado wa devil worshiper, bado masatanist. Kuna testimony mingi ambazo pia nimesikia kwamba I was a former devil worshiper, I was a former satanist, lakini Yesu akaweza kunitokelezea. Yesu nikaweza kupatana na Yesu, na sasa mimi namtumikia Yesu. Kwa hivyo kuna watu kama wao, watu ambao walikuwa wameingia katika devil worshiping. Labda kuna ile mambo walipatana, kwa maana hakuna kitu cha bure cha shetani, lazima ulipie na inakujanga na interest. Kwa hivyo kabla kuna ile mambo walipitia mahali pale, ile kupeana watu wao, ile mambo yani kunyonywa damu, mambo kama hayo. Kwa hivyo wao huwa wanatumika kama testimony ya kwamba kutahadharisha wale ambao pia wanapanga kujinganisha na haya mambo ya devil worshiper, ili mambo ya Illuminati, ili waweze kujua kwamba shetani hana cha bure. Kwa hivyo leo labda kuna kwa hivyo ayusi ile dhambi umefanya. Kwa hivyo mpendwa, unafanya leo, wewe labda ni drug dealer, labda ni devil worshiper, wewe labda ni mwizi mahali pale, lakini Mungu akikukamata hivi lazima utalipia. Na ndio watu wengi sahi wako katika jela, watu wengi wanalipia ile mambo ambao walifanya, lakini ni kurekebishwa ama ni kutayarishwa kukua testimony. Sahi kuna mchungaji bado aliokokea pale njela kwa ile mambo alikuwa anafanya. Kwa nini alikuwa pale njela? Kwa labda neno nasema kwamba the wages of sin is death. Kwa hivyo alikuwa analipia ile dhambi alifanya mahali pale, ili akitoka mahali pale akuwe a testimony kwa wale magang leader ama kwa wale wezi ama wale watu wa kupiga ngeta siku ya leo. Kwa hivyo si not better, si ati natukuza dhambi sana ati nikisema ati Mungu anatumianga madarasa. Hapana, labda kuna ule mtu wako mahali pale bado anaendelea, ningependa urepent ama utubu, ndio wakati wa Mungu ukifika asikukamate, utakuwa ushatubu. Kwa hivyo today even God is still using the same. Kwa hivyo pia siku ya leo bado Mungu anatumia watu. Mungu bado anatumia ex convicts, former murderers, former drug dealers, former gang leaders, former occultists ama former devil worshippers. Bado Mungu anawatumia siku ya leo. Kwa hivyo ili kuweza kuwa testimony kwa wale ambao wanafanya hii mambo. Kwa hivyo God saves the worst, so no one will think they are too bad to be. Kwa hivyo Mungu huwa anaokoa, na ndio Yesu akasema kwamba nimekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa hivyo Mungu anatumianga wale ambao yani wako wasi, wale ambao yani wametenda mambo maovu, ili kuweza kuokoa wale ambao bado wako wanafanya ile maovu. Kwa hivyo why God uses such people? Number 1, because of their testimony. Number 1, Mungu anatumianga watu kwa ajili ya testimony. Kwa hivyo pia labda kuna kijana ama labda amekuja mahali pale, labda kulele mambo anafanya maovu, labda ni drugati ama drug dealer, labda ni gang member mahali pale. Kwa hivyo wakati ile testimony ama